Mtazamaji wa Michael TV Online, natumai uko poa kabisa na unaenjoy vipindi vyetu ambavyo tunatuma kila siku. Hakikisha kwamba umesubscribe kwa sababu kila siku upate content nzuri kama hizi. Leo tuko na manager wa Poppy ambaye ndo aliyemtoa Poppy mpaka leo unamfahamu Poppy, na tunataka kujua alikutana naye vipi, alijisikiaje kumsupport na mpaka ilivyofikia mpaka sasa hivi hapo na Poppy. Kiongozi, habari? Nzuri kabisa. Unaendeleaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mishe zikoje? Zinaenda mdogo mdogo. Okay, na kwa majina tungependa watu wakufahamu, pengine kuna watu wasio kufahamu nje ya kuitwa manager wa Poppy. Mimi kwa majina ya uhalisia naitwa Michelle, ila kwa umaarufu naitwa Michael. Michael anafanya kazi gani? Mimi ni director. Mimi ni director, afu tuseme mimi ni director afu nachomelea vyuma. Okay. Na tunataka kuanza kwenye masuala ya Poppy. Nataka kufahamu mlianzaje, mlikutanaje na ulimwamini vipi mpaka kuanza kumsupport? Kwanza mimi na yule dogo tulikutana, dogo nilimuonaga alikuwa anafanya kazi na madogo fulani huko kwenye kijiji chetu. Nikatokea kufurahiwa na kazi yake, nikamfuata dogo nikamuelekeza nataka tufanye kazi kwa sababu nimeona ndani yako kuna kitu ambacho kinaweza kikafika mbali kama watu wakiwa nacho serious. Kwa huo ndio ulikuwa mwanzo mimi na Poppy kukutana. Huo ndio ulikuwa mwanzo wetu. Yaani mimi ndio nilimfuata nikamwambia dogo nataka tufanye kazi 1 2 3. Okay, na mlivyoanza kazi niliona mara kadhaa mkiwa mnatembea sana majira jioni, location nini, mlifanya content nyingi mara kwa mara. Je, alikuwa akikupa changamoto gani mkiwa mnafanya kazi naye? Mdogo wangu kwanza changamoto ambayo alikuwa ananigei ni kunichekesha sana. Alikuwa ananichekesha kutokana na kazi alikuwa anafanya. Unajua comedy bro ni kitu ambacho kinahitaji kila muda muwe mnacheka. Kwa hiyo nilipokuwa ninamshoot zile content nilikuwa ninacheka sana, hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa. Okay, na tuanze kwenye sakata la yeye kuanzia kuwa maarufu baada ya kuwa unafanya zile kazi. Ilikuwaje au ulichukua muda gani mpaka Poppy kuwa maarufu na kujulikana? Ilichukua kama miezi 2 hivi au mwezi 1 na nusu dogo akaingia mjini. Na mlitengeneza video ngapi mpaka kufikia hicho kiasi alichokuwa maarufu? Alitengeneza video nyingi sana. Tulitengeneza nyingi kabisa kwa sababu najua tulikuwa tunashoot kwa siku, unakuta tunashoot content 10, tunashoot content 7, 5 hivyo, lakini tulikuwa tunashoot nyingi tu, kwa zilikuwa zinapanda hivyo, unakuta kwa siku unaposta 3, 4. Tulishoot nyingi mpaka dogo aje ajulikane. Okay, na kabla hajawa maarufu alikuwa ni mtu wa tabia gani mkiwa naye? Kwanza alikuwa ni mcheshi sana yule dogo. Alafu alikuwa ni mkimya, mtu ambaye hapendi kuongea sana. Ni kama hakujua hawezi akaongea. Na baada ya kuwa maarufu, baada ya kuanza kujulikana, alikuwaje? Baada ya kuwa maarufu pia alikuwa ni hivyo hivyo, hajabadilika chochote, alikuwa ni hivyo hivyo kabisa. Sasa nataka kufahamu na watu pia wanataka kufahamu kwa sababu kuna sakata lilipita hapa katikati la Poppy kutoka kwako na kuanza kufanya kazi kwingine, na tulikuja kufahamu kwamba ametoka kwako na tujajua sababu ni nini, mligombana, ugomvi nini. Nataka nijue kwanza kilichosababisha Poppy kutoka kwenye mikono yako ni nini? Poppy kitu ambacho kimesababisha kutoka kwangu ilikuwa ni account brother. Zilikuwa ni account. Palitokea sintofahamu kwenye account, ndo ilipotokea kutokuelewana hivyo ya. Sintofahamu gani? Pengine ufafanulie watu kwa sababu watu hatujui. Ni Poppy na mashabiki wengi na wewe pia kuna watu wengi wanatamani kujua kwa sababu wewe ndo meneja wake. Tunataka tufahamu hiyo sintofahamu ilikuwa ni pengine mlikuwa kila mtu alikuwa anataka miliki account au kuna mafanikio alikuja kila mtu akataka sepe nayo ndo mkapishana kauli au vipi? Tuseme kwamba mdogo wangu alitaka miliki account zake yeye mwenyewe. Manake alitaka ajitegemee. Sasa kutokana na account zilikuwa zipo chini ya management, ilikuwa ni vigumu sana mtu kupewa account. Kupewa account ujitegemee ilikuwa ni vigumu kwa sababu account ziliendelea kufanya vitu vingine na kukuza vitu vingine tofauti ya msanii ambaye anataka apewe zile account. Kwa hiyo dogo alitaka tumpe account azichukue yeye azimiliki, lakini ilikuwa vigumu. Ndo sababu ya mimi naye kutokuelewana, ila tulifanikiwa kumpa account moja bure na account nyingine ilibaki. Okay. Na hayo masuala ya account, pengine kuna mtu unahisi alimshawishi au ni mwenyewe tu alitaka? Kwanza siwezi nikasema kwamba kuna mtu ambaye alimshawishi. Tuseme ni akili yake tu mwenyewe ndio ilimtuma. Alijiona kwamba hapa ninakizi kila kitu cha kujimiliki. Kwa sababu unajua mtu akija akiomba account maana yake amejiona kwamba niko fasaha kujimiliki. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba kuna mtu ambaye alimtuma, no. Na mlipoendelea kufanya kazi na Poppy tuliona mara nyingi akifanya content na Mama Zuu au Brother Kifaru. Kipindi zile content zinafanyika wewe ndio ulikuwa una shoot au vipi?
Ya, mimi ndo nilikuwa na shoot baadhi na nyingine zilikuwa zinashutiwa na management ya Kifaru. Na ilikuwaje mpaka Kifaru kukutana na Poppy? Kifaru alinipigiaga simu akaniambia kwamba anataka dogo afanye naye kwenye binti wa shule. Nikamwambia free kabisa, chukua dogo fanya naye kazi. Ndo tuseme ndo chachu ambayo ilikutanisha Kifaru na dogo Poppy, walikutana kwenye kutengeneza movie moja ya binti wa shule. Okay, na baada ya kupata hiyo connection, licha kufanya hiyo movie ya binti wa shule, tulimuona pia akifanya content tofauti za kuchekesha. Je, hiyo ilikuwa nje ya mkataba au ndio ilikuwa ni makubaliano yenu yote? Kufanya content na Mama Zuu au vipi? Ya, kufanya content. Ya, walikuwa wanafanya vile, ilikuwa tu ni ushirikiano, hakukuwa mkataba wote. Ilikuwa ni ushirikiano tu bure kabisa, tu wanafanya free. Mama Zuu amsupport dogo amsupport Mama Zuu, ndio ilivyokuwa hivyo. Na je, Poppy alikuwa na mkataba wote kwako au masharti ambao ulimwekea kabla hajatoka kwako? Poppy alikuwa ana mkataba kwangu. Mkataba ulikuwepo. Na huo mkataba ulikuwa unasemaje? Mkataba ulikuwa una depend kidogo, lakini ulikuwa unatuambia kwamba msanii akitaka kuchukua akaunti zake takiwa alipe bilioni moja. Hiyo ilikuwa ni sharti namba 1 ambayo ilikuwa inamfunga. Lakini kutokana na hiyo hela ilikuwa ni kubwa na mazingira yetu, nilimwambia dogo leta 300,000 ili nikupe akaunti yako ya TikTok. Kwa sababu akaunti yake ya TikTok ilikuwa ishakuwa na 11 followers, ilikuwa na sijui 100 likes. Nikamwambia dogo leta 100,000 ili nikupe akaunti. Kwa sababu kwa mtu kuja kusema kwamba nataka nimiliki akaunti zangu, maana yake ana management nyingine tofauti na mimi ambayo ishamuandaa na ishamfanyia preparation ya kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima mimi nimuombe hiyo hela ili aache analipa management tumpe akaunti zake. Ila dogo alifeli na akaunti kabaki chini ya management mpaka sasa hivi. Na hizo akaunti unataka uzitumie kwa kazi gani au ndo zitabaki kwa jina hilo la Poppy? Hizo akaunti kwanza nimezitengeneza ili zifanye kazi nyingine ya comedy, kusupport madogo wengine. Kwa mpaka sasa hivi zinainua madogo wengine. Okay, na tunatamani kujua zaidi, je, mahusiano yako na Mama Zuu baada ya dogo kutoka yapoje? Mama Zuu ni blaza na bado tuna mawasiliano mazuri. Siwezi nikasema kwamba tuligombana wala nini, hamna, kwa sababu mimi naye hatukuwa na mkataba wala hatukorofishana, no. Mimi tuko pamoja mimi naye. Tunazidi kufanya mengi, na nikihitaji kitu kutoka kwake naweza nikamwambia, pia akihitaji kitu kutoka kwangu tunafanya hivyo. Yaani bado tuko free, tuko fresh. Na je, yeye anafahamu hii sakata ambayo ilipita hapa au ugomvi kati yako na Poppy? Ndio anafahamu. Na je, yeye ndo anamiliki Poppy au anafanya kazi kila mtu akiwa kivyake? Hilo siwezi nikafahamu kwa sababu sasa hivi mimi sio tena management ya Poppy. Kwa hiyo siwezi nikafahamu hilo kabisa. Na mahusiano yako wewe na Poppy sasa hivi yapoje? Je, mnawasiliana? Na je, yupoje baada ya kutoka kwako? Bado ana hali ile ile au kashabadilika kidogo? Kwanza mimi niseme Poppy bado ana hali ile ile na pushing ni kubwa, ila mawasiliano yangu mimi naye ni yale. Yule ni ndugu yangu kwanza. Licha ya comedy kusupportiana, yule ni ndugu, yule ni mdogo wangu. Kwa hatuwezi tukagombana kisa mambo ya account, kwa sababu ile ni biashara tunayoifanya. Kwa mawasiliano yetu yako vile fresh, anakuja nyumbani kama kuna vitu ninahitajika nimshauri, kama kuna vitu ambavyo anahitajika nishauri hivyo. Okay, lakini nje ya kumiliki Poppy, niliwahi kusikia hapo nyuma kwamba uliwahi kumiliki msanii mwingine ambaye alikuwa anaimba. Ni mara ya pili sasa unawashika watu mkono na kuwasupport. Lakini pia ningefahamu kujua kuhusu huyo msanii. Ilikuwaje, na je yupoje mpaka sasa hivi anafanya muziki au vipi, na anaitwa nani, yuko wapi hivyo? Kwanza mimi niliwahi kumsupport mwanamuziki ambaye alikuwa anaitwa Melody. Nadhani kwamba watu walimuona na alifanya kazi nzuri, na mpaka sasa hivi sema naona yupo kimya, nashindwa kuelewa. Ila kwa sasa hivi najua yupo Kongo, dogo yupo Kongo na niliwahi kumshika. Na je, ametoka kwenye mikono yako au bado yupo? Kwa sasa hivi sipo naye, alitoka kitambo sana, ni kabla sijamshika hata Poppy alikuwa ameshaondoka. Je, alivotoka alikwenda kukaa na nani? Najua alivotoka kwangu alienda kwa Blaza Tusei. Producer ya. Okay, na baada ya yeye kufanya kitu kama hicho na Poppy naye amefanya kitu kama hichi, je, hujakuwa disappointed kwamba hautosupport watu wengine au vipi? Mimi nitasupport watu kwa sababu hii ni biashara. Mimi si support mtu kwa sababu eti akiondoka mimi niachane na hii kazi, no.
Mimi na depend, ni biashara inaniingizia hela, inatuma mke na mtoto wangu anakula. Kwa lazima nitazidi kusupport watu, kwa sababu kwenye kusupport watu kunasaidia wale watu ninawasupport na kunanisaidia mimi pia. Yeah. Je, ukimsikia Poppy sehemu yote anakuzungumzia mabaya kwamba sijui ulimfanyia hichi ndio maana anataka kuondoka, unaweza kumwambia nini au utajisikiaje? Kwanza sidhani kama anaweza kaniongelea mabaya, kwa sababu yule ni ndugu yangu. Yule ndugu yangu, na ikitokea sehemu ameniongelea mabaya basi nitajua ameshawishiwa na watu, lakini kwa ninavyomjua yule dogo hawezi akanizungumzia mabaya kwa sababu mengi mazuri nimemfanyia. Na je, Poppy akitaka tena arudi mfanye kazi pamoja tena kwa mara nyingine, upo tayari kumpokea au ndo basi? Kwa sasa hivi hamna kabisa, kwa sababu kwa sasa hivi na watu wengi. Na watu wengi ambao wako hapa na soon tu mtawaona, mtawapokea kwenye industry. Okay. Na tungeomba upatie watazamaji wa Michael TV Online neno lolote au yale ya kumalizia ambao pengine tuliacha tukukuuliza, ambao unaweza kuambia ya zaidi. Mimi kitu ambacho nitasema kwa mashabiki wanaotufuatilia, wazidi kusupport Michael TV, wazidi kusupport wasanii, kwa sababu sanaa yetu inahitaji kusupportiana, na tutazidi kufanya vitu vingi kwa ajili ya mashipukizi ambao tunawakuza ili waweze kuonekana mbele za watu. Hiyo ndio ambayo nitawaambia watu. Na swali la mwisho kabisa, lipo nje na Poppy na lipo nje yako. Nyagoman pamoja na Dogo Zuu wametangaza kwamba tarehe 30 mwezi huu watakuwa na sherehe ya ndoa yao. Je, utakuwepo au unawatakia nini? Kwanza sijapewa mwaliko, ila nikipewa mwaliko nitakuja. Na ni wasupport na niwape hongera, kwa sababu ukiamua kuoa blaza ni kitu kikubwa sana. Hata zawadi yangu naweza nikakupa kabisa. Wewe kama Michael na uongozi mzima Michael TV mmepangilia kitu gani dhidi ya hiyo sherehe au dhidi ya Nyago? Je, kuna zawadi au mikono mitupu? Uongozi wa Michael TV na Michael mwenyewe kabisa tuseme kwamba tukipewa aliko ni lazima tutatimba na tutatoa zawadi ambayo itakuwa ina uzito. Neno lolote kwa Dogo Zuu pamoja na Nyagoman? Hongera sana. Nyagoman, nikupe saluti kwa sababu unawakilisha wadogo zako, unawakilisha wakubwa zako kwa wasanii wenzako. Hongera sana. Neno lolote kwa Shani pamoja na Mama Junior wake wa Nyago wengine? Blaza, unaniuliza swali zao sasa, wewe unakwambia yusho blaza. Amna, nataka na uwape salamu. Tusimpendelee Dogo Zuu peke yake. Wasalimie hata hao wake wa Nyago. Wasivunjike moyo, kwa sababu kama wenyewe ndo alitangulia, huyo anakuja tu, na wenyewe ndo wake wakubwa. Kwa hiyo tusidanganyike na maneno ya Nyago sijui sijaoa na nini, namna. Wasivunjike moyo, wana watoto wa Nyago na huyu naye ni mke wa Nyago, kwa wote ni wake tu. Okay, shukrani sana mtazamaji wa Michael TV Online, na natumai umeenjoy sana, na tumepiga story 1 2 3 na meneja wa Poppy na amezungumzia mengi sana, na natumai kwamba utakuwa umefurahia. Drop comment yako hapo uweze kusema umefikiria nini au umepata kipi, lakini pia like na share kwa watu wengine ambao hawajui Michael TV na hawajawahi kupata content kama hizi.